This is Vivax kutoka Polizim TV. Leo ni tarehe 4 mwezi wa pili 2026 katika ukumbi wa Mwika, Dar es Salaam. Tupo na Mr. Location Production katika usiku wa Dorin. Najua kuna vitu vingi sana leo utavifahamu, so get ready. Kama kawaida yetu, hatujawahi kuangusha hata kidogo. Kaeni karibu na Mr. Location Production, kaeni karibu na Polizim TV. Asanteni. Beautiful people, kwenye usiku wa Dorin leo nipo na MC Tony Smile. Inakuaje bro? Safi kabisa, habari? Safi kama kawa? Kama kawa. Kwa nini MC Tony Smile? MC Tony Smile maana yake ni tabasamu. Kwa hiyo shughuli zetu zote tunatabasamu mwanzo mpaka mwisho. Wageni wetu leo wategemee kutabasamu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wageni wetu tuambie kwamba leo tutacheza sana. Leo tutafurahi, tutatabasamu, mambo yatakwenda vizuri. Okay, na pia ningependa kufahamu unajisikiaje kupata nafasi leo usiku wa Dorin kuwa MC kwenye usiku wa Dorin? I say for it is very wonderful kuwa MC katika usiku. Kwanza ukumbi ni mkubwa, ukumbi ni mzuri, lakini pia wameniamini kuwa MC wao. Najisikia fahari sana. Kitu kimoja tu ambacho nataka niwaambie wapenzi watazamaji ni kwamba usiku wa leo will be a very wonderful day for real. Okay. Yes. Na hii ni sherehe yako ya kwa haraka haraka, ni sherehe yako ngapi ambayo umeifanya kwa haraka haraka? Sasa ni ya send off au ya harusi au ya kipaimara? Ya kwa upande wa send off. Kwa upande wa send off? Sio chini ya 30. Okay, sio chini ya 30. Okay, na ni changamoto gani ambayo umekutana nao mara kwa mara? Kwa kweli kuna upande wa send off changamoto kubwa mnakutana nayo, watu kuchelewa ukumbini. Ndio. Hasa wakwe zetu. Ndio maana nawasisitiza sana wakwe zetu wawae ukumbini. Hiyo ndio changamoto kubwa. Lakini zaidi hapo vitu vingine vya kawaida. Okay, kuna kitu nahitaji kufahamu kutoka kwako. Kuna tabia ya ma MC wengi kutrendisha baadhi ya video ambazo zinakuwa ukumbini, labda kwenye mtu akiwa anacheza vile au mtu akiwa anaimba kwa vibe anaitrendisha, alafu yule mtu anakuja kuiona kwenye mitandao ya kijamii ametrend vibaya mno, kitu ambacho kinamfanya akose amani kwa sababu hakutegemea kama atapostiwa na atatrend. Kwako hiyo unaichukuliaje? Asante sana. Kwanza sio utaratibu mzuri, na mimi kama MC Tony Smile Entertainment hatuwezi kumposti mtu bila kumfahamisha kwa ajili ya hadhira ya watu, na pia unajua humu ni sherehe, kila mtu anakuwa na vibe lake. Sasa kumtrendisha mtu yamkini hajataka kitu kitokee au hajulikani huko nje ya shughuli ilikuwaje, inakuwaje kaa vizuri. Kwangu mimi hapana, na hairuhusiwi. Okay, na ningependa kufahamu ni MC gani ambaye umekuwa ukimtazama kama MC yani MC wa mfano kwa upande wako? Nikianza nyuma kabisa, MC wa kwanza kabisa ni MC marehemu MC Pilipili. Ndio tumejifunzia kutoka kwake. Okay. Lakini pia kuna MC wengi, MC Sena, MC Grabi, MC Katokisha. Ni role model wazuri kwa sababu wanafanya kazi nzuri na inakwenda vizuri. Okay, okay. Ningependa kufahamu pia wewe ni MC. Kwa upande wako, je, ushaoa au bado hujaoa? Kaka, angalia mkononi kaka. Na hongera sana kwa hilo. Na nipende kufahamu ni MC gani alikuwa kwenye shughuli yako? MC alikuwa kwenye shughuli yangu anaitwa MC Mainoya. Mainoya. Na kwa nini ulimchagua yeye? MC Mainoya nimefanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Na ni MC mzuri, ni MC mzuri sana, nimefanya naye kazi muda mrefu sana, lakini pia alikuwa ni mentor wangu wakati naanza kazi ya MC kwa sababu yeye ni mzoefu wa muda mrefu. Kwa maana nifundisha vitu nikasema Baraka hii nimpelekee nani tena jamani? Bora nimpe Mainoya. Na amefanya vizuri sana kwenye harusi yangu. Okay. Yes. Vijana wanaogopa kuoa, unawashauri nini? Ase vijana msiogope kuoa. Ndio. Kuna baraka zinapatikana kwenye ndoa. Mfano mambo ya budgeting, huwezi kufanya kama ni kijana. Utakula bata paka utachakaa.
lakini ukioa unajifunza utaratibu wa kuishi. Unajua una mke utapata watoto, kuna utaratibu wa kuishi. Kwa vijana msiogope kuoa. MC tupo, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Lakini pia msioe kwa kukurupuka. Changamoto nyingine kwamba vijana wengi umeona binti ana maumbile mazuri wanasema ndio kuoa. Hapana. Kuna utaratibu. Ukitaka siri tufuate MC, tutakwambia utaratibu huo. Kweli kabisa. Nashukuru kwa ushauri pia kwa vijana. Swali la kuongezea ni kwamba kuna ile unafika kwenye send off au sherehe, ila unapangiwa na watu, fanya hivi, usifanye hivi, acha. Wewe ulishakutana sherehe kama hivi? Kwanza unisamehe. Kuna swali unaniambia changamoto hiyo sikuitaja. Ndio. Nishakutana nayo. Hakuna changamoto kubwa kama umeshafanya maandalizi vizuri tokea mwanzo, alafu unabadilishwa mfumo. Of course unaweza kaendana nao, lakini unaweza kukutoa kwenye mood. Ndio maana hata mimi nikiwa na DJ wangu nampanga mapema kabisa, kwa sababu ukimchanganya mtu, ukimtoa kwenye mfumo wake, unaweza ukaribu shughuli. Kwa sababu hizi shughuli pia mood, yani lazima uwe na mood ambao ni nzuri. Tunapambana kuhakikisha kwamba hata wanaotukwaza hatukwaziki, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shughuli yao wafanye nini, inaenda vizuri. Okay, kwa hiyo pia hiyo changamoto ushakutana nayo? Hiyo changamoto kama mara 2 mara 3 ishakutana nayo. Unaona yeye ndio vipi ili kuhakikisha kwamba usipoteze kile kitu ambacho utaenda kurepresent pale mbele? Mimi kwangu kila kitu ni furaha. Ndio. Na sitaki changamoto za mtu zinahamishia na mimi. Kwa hiyo nikiona mtu ananiongoza anavyotaka yeye, basi nitaangalia nisimkwaze na mimi nisikwazike. Nitachukulia positive, alafu nitasweet, kwa sababu pia shughuli ni ya mtu. Kama baba wa harusi amesema nataka shughuli yangu iwe hivi, ukienda tofauti unakuwa umemkwaza pia. Kwa hiyo akikupa utaratibu wake unaenda naye. Lakini sio kila mtu kwenye shughuli tunatakiwa tumsikilize. Mimi ni kama dereva, ukimsikiliza kila abiria unaweza kupata ajali. Okay, nashukuru sana kwa hilo. Maswali mawili ya kumalizia. Swali la mwisho la pili kutoka mwisho ni kwamba kama MC umeshafikiria kuhusu kusaidia vijana wengine ambao wapo mtaani wanahitaji kuwa sehemu kama uliofika wewe? Kwanza niseme kitu kimoja cha msingi. Mimi ni MC lakini pia ni mwadhiri wa chuo kikuu cha uhasibu. Nimeshaanzisha kampeni ya vijana. Wananifuata wenyewe, mwalimu tunatamani sisi tuwe MC, tunafanyaje? Nimesha kufanya coaching. Tunafanya coaching kwa ajili ya vijana wanaopenda kujiunga. Of course hatujairasimisha bado, lakini tumesha kufanya coaching na kuwatia moyo. Hivi ni vipaji mkuu. Leo tupo sisi, kesho watakuja wengine. Kwa hiyo tunapeana. Zaidi sana ukiona una kipaji chochote. I say kipaji kinalipa mzee. Ili uishi mkuu, kipaji kinalipa sana. Ndio. Kwa hiyo tunawamenta, tunawatia moyo. Kuna watu wanaanza katika mazingira magumu sana. Mimi na ndugu zangu wengine ni MCs. Walikuwa wanaanza kupigia brother, tunaanzaje kazi ya MCs? Na bana, sikiliza, wewe nipigie simu nakupa utaratibu. Nafanya hivi na hivi na hivi. Protokali ile inaenda vizuri. Okay, na swali la mwisho la kumalizia. Kuna mtu ataitazama interview. Nini unamwambia ili asikose kufanya kazi na MC Tony Smile? Asante sana. Na mambo makuu matatu ya kuzungumza. Ndio. Kwanza, ukitaka sherehe ya kistaarabu, sherehe VVIP, sherehe ya hadhi, basi mtafute MC Tony. Kwa nini? Kwa sababu kwenye sherehe yangu nitahakikisha kama unacheza, unafurahi mwanzo mpaka mwisho. Tunakutana shughuli nyingine zinapoa sana, lakini kama mimi kama MC natumia tekniki zangu, sherehe zinakwenda na vibe sana. Lakini pia tunakuhakikishia, ijapokuwa sio sana, kwamba watu watakupa maokoto. Yaani maokoto utapata. Yeah. Na jambo lingine la msingi ni kwamba mvuto, shughuli inakuwa inapendeza. Yes. Nashukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Asante sana. Okay, my beautiful people, kwenye usiku wa Doreen leo nipo na floor manager. Floor manager, shikamoo. Marhaba. Wema kabisa. I say fresh. Ningependa kufahamu maandalizi yapoje mpaka hapa tulipofikia? Kwa kweli maandalizi hadi hapa tulipofikia muda huu ni mazuri sana. Yaani yako 99.99. Okay. Yeah. Na ni sekta gani sana sana imekufurahisha siku ya leo? Kwa ujumla sekta zote ziko vizuri. Ndio. Ni usiku wa Dori. Ni kitu gani ambacho unaweza kumwambia usiku wa leo ndio kumsaidia ikaende kuwa nguzo kwenye maisha yake ya ndoa? Asante sana. Ninachoweza kumshauri Doreen ni kwamba kwanza kabisa nampongeza kuingia katika hili somo ambalo unatangulizwa kupewa cheti kabla ya somo. Ndio. Kabla ya mtihani. Kabla ya mtihani unapewa cheti. Mitihani utaikuta mbeleni. Ndio. Lakini yote katika yote
ukiwa unamtegemea Mungu, yani kila kitu kinaenda vizuri. Hakuna kitu chochote ambacho hakina changamoto, hususani katika mambo ya ndoa. Ndio. Ndoa ni kuvumiliana, hakuna asiyekosea, lakini la msingi ni samahani. Ndio. Hivyo. Okay. Kama ulivyosema inatangulia cheti, alafu ndo unaenda kukutana na mitihani. Inaendelea mitihani mbeleni. Unafikiri hiyo ndo inaogopesha sana vijana wengi na kuogopa kuoa, au kuna jambo lingine? Vijana wengi wanakwepa kuoa au wanaogopa kuoa kwa sababu ndio kuna mambo mengi ambayo yako mbele. Mwingine anasema maandalizi ya kuoa bwana kwanza ni makubwa, kwa hiyo hapana, labda mwakani. Kwa hiyo utakuta kwamba siku zinaenda, alafu na kitu kingine kinachoathiri ni kuwa na marafiki wengi wa kike au wa kiume. Hiyo inachochea. Yes. Kwa sababu wanasema yani nitatafuta nini sasa, marafiki ninao hamna cha zaidi. Kwa hiyo katika hali hii utakuta muda unakwenda. Okay, na ni marafiki gani ambao yani wakiwa na marafiki wa aina gani? Je, ambao marafiki ambao wameoa au wale ambao hawajaoa ndio mbaya zaidi? Kwanza kabisa utakuta kijana akiwa na rafiki yake ambaye ameoa, ndio atasema huyu hawezi kunishauri. Ndio. Unaona Ndio. Asema huyu kabisa ataniingiza kwenye mambo yao ya kubanwa wakati mimi nimezoea kuwa free. Ndio. Kwamba akitoka leo anarudi kesho. Hakuna anayemuuliza. Lakini vijana mimi nawashauri kwamba ukiwa na mwenzi wako atakuwa ni mlinzi wako wa maisha. Okay. Atakuwa yani anakulinda, kwa sababu hata Adamu na Eva pale bustani Edeni ndio walilindana. Walilindana na Adamu alipewa Eva kuwa ni msaidizi. Kwa hiyo ukiwa peke yako bwana, ukiwa unatembea akakuingia mdudu, sijui utatafuta kioo uweze kumtoa, lakini mwishoni haiwezekani. Lakini mkiwa wawili utaambia ndugu yangu, hebu nitoe mdudu kwenye jicho. Hivyo yani atakusaidia. Nashukuru sana kwa muda wako mzee wangu. Nashukuru sana, asante sana. Nashukuru sana, muwe na usiku mwema. Asante sana. Amina. Kwa jina naitwa Mchelo. Ndio. Mtanga Mchelo. Ndio. Mwana kamati wa binti yetu Dori. Tupo hapa, tunashukuru Mungu mpaka saizi mambo yanaenda vizuri. Mambo yanaenda vizuri. Ni changamoto gani mpaka sasa hivi ambayo mmekutana nayo? Mpaka sasa hatuna changamoto kubwa. Ndiyo. Zaidi ya tu wageni waalikwa wafike, basi shughuli yetu iweze kuendelea. Okay, ni kitu gani ambayo unamshauri Dori ni usiku wa leo? Dori ni akumbuke sisi wazazi wake, wanakamati, watu wa aina mbalimbali wameshughulika kwa ajili ya jambo hili. Ndiyo. Kwa hiyo akae, atulie kwa siku hii ya leo. Ndiyo. Afanye jambo lake zito katika historia ya maisha yake. Ndiyo. Lakini akatunze ndoa yake. Okay. Hilo ndo kubwa, akatunze. Leo sisi tunamwaga kama wazazi, kama familia ya Kikeni, tunamwaga binti yetu kwenda kwa mume wake. Sawa Nafikiri Mungu akijalia Jumamosi patakuwa na ndoa takatifu, akatunze ndoa yake. Okay, kwa upande wako unafikiri ni sababu zipi zinawafanya vijana wengi wasishindwe kudumu kwenye ndoa? Vijana wengi wanashindwa kudumu kwenye ndoa kwa vitu vidogo vidogo. Unajua ndoa haivunjwi na shoka, haivunjwi na kumasikini, haivunjwi na vitu vizito, maneno madogo madogo na kudharauliana. Inawezekana kijana anaamua kumdharau mwenziwe, haimaanishi upande huu au huu. Hicho ndo kikubwa kinachokisumba, lakini mambo mengine yote kawaida. Okay, na pia kuingia kwenye ndoa kwa kufuata mkumbo, labda umeona fulani kaoa na wewe unaoa, umeona fulani kaona kaolewa mwenzie na yeye anaamua aolewe, hiyo pia inachangia ndoa kuvunjika kwa kiasi kidogo. Inaweza ikachangia, lakini mara nyingi wazazi tunakaaga na vijana wetu, tunawaambia kwamba hicho unachotaka kwenda nacho inabidi ujitulize. Tunachuja vizuri mpaka wanaingia kwenye ndoa.
Asante sana, nashukuru kwa muda. Asante sana. Asante.